Luka sura ya 8. Baada ya hayo, Yesu alipitia mijini na vijijini akitangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye. Pia wanawake kadhaa ambao Yesu alikuwa amewatoa pepo wabaya na kuwaponya magonjwa waliandamana naye. Hao ndio akina Maria aitwaye Magdalene, ambaye alitolewa pepo wabaya 7, Yohana mke wa Kuza, mfanyakazi mkuu wa Herode, Susana na wengine kadhaa. Hao wanawake walikuwa wakiwatumikia kwa mali yao wenyewe. Wakati mmoja, kundi kubwa la watu lilikuwa linakusanyika na watu walikuwa wanamjia Yesu kutoka kila mji. Naye akawaambia mfano huu. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda hizo mbegu, nyingine zilianguka njiani, na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe, na baada ya kuota zikanyauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miiba. Ile miti ya miiba ilipoota ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikaota na kuzaa 100%. Baada ya kusema hayo, akapaaza sauti akasema, mwenye masikio na asikie. Wanafunzi wake Yesu wakamuuliza maana ya mfano huo, naye akajibu, nyinyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini hao wengine sivyo. Ila hao huambiwa kwa mifano, ili wakitazama wasiweze kuona, na wakisikia wasifahamu. Basi, maana ya mfano huu ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Zile zilizoanguka njiani zinaonyesha watu wale wanaosikia lile neno, halafu Ibilisi akaja na kuliondoa mioyoni mwao, wasije wakaamini wakaokoka. Zile zilizoanguka penye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia juu ya lile neno hulipokea kwa furaha. Lakini kama zile mbegu, watu hao hawana mizizi, maana husadiki kwa kitambo tu, na wanapojaribiwa hukata tamaa. Zile zilizoanguka kwenye miti ya miiba ni watu wale wanaosikia lile neno, lakini muda si muda, wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi, mali na anasa za maisha, nao hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaosikia lile neno, wakalizingatia kwa moyo mwema na wa utii. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Watu hawawashi taa na kuifunika kwa debe au kuiweka mvunguni, lakini huiweka juu ya kinara, ili watu wanapoingia ndani wapate kuona mwanga. Chochote kilichofichwa kitafichuliwa, na siri yoyote itagunduliwa na kujulikana hadharani. Kwa hiyo, jihadharini jinsi mnavyosikia. Maana aliye na kitu ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata kile anachodhani anacho kitachukuliwa. Hapo mama na ndugu zake Yesu wakamjia, lakini hawakuweza kumkaribia kwa sababu ya umati wa watu. Yesu akapewa habari kwamba mama na ndugu zake walikuwa nje, wanataka kumwona. Lakini Yesu akawaambia watu wote, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika. Siku moja, Yesu alipanda mashua pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, tuvuke ziwa twende mpaka ng'ambo. Basi wakaanza safari. Walipokuwa wanasafiri kwa mashua, Yesu alishikwa na usingizi akalala. Dhoruba kali ikaanza kuvuma, maji yakaanza kuingia ndani ya mashua. Wakawa katika hatari. Wale wanafunzi wakamwendea Yesu, wakamwamsha wakisema, Bwana! Bwana! Tunaangamia! Yesu akaamka, akaukemea upepo na mawimbi ya maji, navyo vikatulia, kukawa shwari. Kisha akawaambia, iko wapi imani yenu? Lakini wao walishangaa na kuogopa, huku wakiambiana, huyu ni nani basi? Hata naamuru dhoruba na mawimbi, navyo vinamtii.
Wakaendelea na safari, wakafika pwani ya nchi ya Wagerase inayokabiliana na Galilaya ng'ambo ya ziwa. Alipokuwa anashuka pwani, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo alimjia kutoka mjini. Kwa muda mrefu mtu huyo hakuwa anavaa nguo, wala hakuwa anaishi nyumbani bali makaburini. Alipomwona Yesu, alijitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kubwa, "We Yesu, mwana wa Mungu mkuu, unashauri gani nami? Ninakusihi usinitese." Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia huyo pepo mchafu amtoke mtu huyo. Pepo huyo mchafu alikuwa anamvamia mtu huyo mara nyingi, na ingawa watu walimweka ndani na kumfunga kwa minyororo na pingu, lakini kila mara alivivunja vifungo hivyo, akakimbizwa na pepo huyo mchafu hadi jangwani. Basi Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Yeye akajibu, "Jina langu ni Jeshi." Kwa sababu pepo wengi walikuwa wamempagaa. Hao pepo wakamsihi asiwapeleke kwenye shimo kuu. Mahali hapo kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha mlimani. Basi hao pepo wakamsihi awaruhusu wawaingie, na Yesu akawapa ruhusa. Kwa hiyo pepo hao wakamtoka yule mtu, wakawaingia wale nguruwe, nao wakaporomoka kwenye ule mteremko mkali, wakatumbukia ziwani, wakafa maji. Wale wachungaji walipoona yote yaliyotokea walikimbia, wakaenda kuwapa watu habari mjini na mashambani. Watu wakaja kuona yaliyotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mtu aliyetokwa na pepo ameketi karibu na Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Wale watu walioshuhudia tukio hilo waliwaeleza hao jinsi yule mtu alivyoponywa. Wakazi wa nchi ya Gerase walishikwa na hofu kubwa. Kwa hiyo wakamwomba Yesu aondoke aende zake. Hivyo Yesu alipanda tena mashua akaondoka. Yule mtu aliyetokwa na wale pepo akamsihi aende pamoja naye. Lakini Yesu hakumruhusu, bali akamwambia, "Rudi nyumbani, ukaeleze yote Mungu aliyokutendea." Basi yule mtu akaenda akitangaza kila mahali katika mji ule mambo yote Yesu aliyomtendea. Yesu aliporudi upande mwingine wa ziwa, kundi la watu lilimkaribisha, kwa maana wote walikuwa wanamngojea. Hapo akaja mtu mmoja aitwaye Yairo, ofisa wa sinagogi. Alijitupa miguuni pa Yesu, akamwomba aende nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake wa pekee mwenye umri wa miaka 12 alikuwa anakufa. Yesu alipokuwa akienda, watu wakawa wanamsonga kila upande. Basi kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu, ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote kwa waganga, hakuna aliyefaulu kumponya. Huyo mwanamke alimfuata Yesu nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Papo hapo akaponywa ugonjwa wake wa kutokwa damu. Yesu akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Wote wakasema kwamba hapakuwa na mtu aliyemgusa. Naye Petro akasema, "Bwana, umati wa watu umekuzunguka na kukusonga." Lakini Yesu akasema, "Kuna mtu aliyenigusa, maana nimehisi nguvu imenitoka." Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kujificha, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa mbele ya Yesu. Hapo akaeleza mbele ya wote kisa cha kumgusa Yesu na jinsi alivyoponywa mara moja. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani." Alipokuwa bado akiongea, Yairo akaletewa habari kutoka nyumbani. "Binti yako amekwisha kufa. Ya nini kumsumbua mwalimu zaidi?" Yesu aliposikia hayo akamwambia Yairo, "Usiogope. Amini tu, naye atapona." Alipofika nyumbani, hakumruhusu mtu kuingia ndani pamoja naye isipokuwa Petro, Yohane, Yakobo na wazazi wa huyo msichana. Watu wote walikuwa wakilia na kuomboleza kwa ajili yake. Lakini Yesu akawaambia,
Msilie, kwa maana mtoto hajafa, amelala tu. Nao wakamcheka kwa sababu walijua kwamba alikuwa amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono akasema, Mtoto, amka. Roho yake ikamrudia, akaamka mara. Yesu akaamuru wampe chakula. Wazazi wake walishangaa, lakini Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote hayo yaliyotendeka.